you for joining our powerful prophetic sermon that will impact your life physically and spiritually. I pray to heaven God that you won't live as before. So let's get into the message. Sasa chukua kalamu yako na Biblia, andika agano la amani. Katika Biblia yako maagano mengi sana. Mungu amekuwa anafanya maagano na wanadamu tangu dunia imeumbwa. Na lengo la agano ni ili yeye aweze kuendelea kusupply huduma kwa hao watu bila kubadilisha chochote ambacho agano hilo limehusisha hayo mapatano kati ya Mungu na hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na katika hayo maagano, agano mojawapo ambalo watu wengi hawajawahi kuliona ni agano la nini? La amani. Sema agano la amani. Sema tena agano la amani. Chukua Biblia yako ufungue kitabu hiki. Kitabu cha Isaya. Isaya 54. Mstari wa 10. Tuanzia hapo kama utangulizi, lakini kuna maana elekea. Aliyefika aweze kutusomea. Amen. Nasoma kitabu cha Isaya sura 54 mstari wa 10. Nasoma kama ilivyoandikwa. Maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu na amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Amen. Rudia tena. Maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Kanisa sema agano la amani kati ya Mungu na wanadamu halitaondolewa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Soma tena Ezekiel 37 24 mpaka 27. Ezekiel, nasoma kitabu cha Ezekiel sura 37 na mstari wa 24. Nasoma kama ilivyoandikwa. Na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao, nao wote watakuwa wachungaji mmoja, nao wataenenda katika hukumu zangu na kuzishika amri zangu na kuzitenda. Nao watakaa katika nchi niliyompa Yakobo mtumishi wangu, waliokaa baba zenu, nao watakaa humo, wao watoto wao na watoto wa watoto wao milele. Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu kwao milele. Amen. Okay, anzia hiyo 26. Amen. Tena nitafanya agano la amani pamoja nao. Litakuwa agano la milele pamoja nao. Litakuwa ni agano sio la siku mbili, agano la milele pamoja nao. Alafu nami nitawaweka na kuwazidisha. Nami anasema tokeo hilo agano sasa, anasema nitawaweka na kuwazidisha. Na patakatifu pangu nitapaweka katika yao milele. Na patakatifu pangu nitapaweka katika yao milele. Tena maskani yangu itakuwa pamoja nao. Na maskani yangu itakuwa pamoja nao. Nami nitakuwa Mungu wao. Anasema pia kwa sababu hilo agano ninaahidi nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu baada ya kutoa wana wa Israeli katika taifa la Misri, alichokifanya cha kwanza kabisa, alitengeneza agano linaitwa agano la amani. Bwana asifiwe sana. Akaweka agano la amani kabla hajafanya chochote, na alifanya hivi ili kwamba kila mmoja awe ndani ya agano, maana pasipokuwa ndani ya agano wasingeweza kufanikisha chochote kwenye maisha yao. Sasa andika hivi: amani, au andika mazingira ya amani ndiyo mazingira pekee yanayoweza kuruhusu kuchipuka kwa kila kilichochema kwenye maisha yako. Mazingira ya amani ndiyo yanayoweza kuchipusha baraka yoyote, uzuri wowote na muujiza wowote uliowahi kutamani kwenye maisha yako. Nitapa mfano.
will give you an example. Wangapi kwenye ndoa hapa? How many of you are in marriage? Umeoa, umeolewa? You are married. Hivi watu wawili kwenye ndoa wasipokuwa na amani, when two people in marriage watafanya maendeleo? They cannot have development. Kwa sababu gani? Why? Sasa ili tuweze kufanikiwa, for us to be successful, ili tuweze kuchipua for us to uprise, na kupata baraka zote za Mungu, to get all the blessings of God, kuna atmosphere lazima iwepo ndani yetu. Sasa tukianza habari ya agano la amani, tunaanza katika dimension ya mtu mmoja, wewe na mimi. Na amani ni hali ya moyo. Sema hali ya moyo. Amani sio hali ya uso. Kuna tofauti kubwa kati ya kuwa na furaha na kuwa na amani. Watu wengi wanaweza kupretend kuwa na furaha, wengi sana, wakasmile lakini ndani unalia machozi ya nini? Wengi sana. Muulize mwenzako, una amani? Ask your neighbor, are you in peace? Ambia cha uongo. Do not lie to me. Ambia usinidanganye. Mwambie una furaha ila una amani. Are you happy or are you at peace? Sasa amani ni rasilimali moja adimu sana. Na natamani uweze kutofautisha furaha na amani. And I want you to differentiate between peace and happiness. Uwezi ukamjua mtu aliye na amani. You can never know somebody. Ila unaweza ukahisi mtu aliye na furaha. But you can feel kusmile sio ishara ya amani. Smiling, it is not a sign of peace. Hello, tuko pamoja? Furaha ni hali ya nje. Happiness is on the lakini outside. Amani ni hali iliyojificha nini? Ya ndani. Wako watu kwenye familia, ukifika mgeni wanatoa meno yote nje na wanakupokea kwenye familia yao, unadhani wana nini? Wana amani, kumbe wana pretend. Huko ndani wanapitia kilio kikubwa sana kwenye maisha. Mimi leo nimekuja hapa kuombewe na amani. Na Bwana anakuja kukupa amani kwa jina la Yesu Kristo. Na hiyo amani utaishangaa haitakuwa ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Mtu aliye na amani hata ukimpeleka kwenye shida, ile shida haiwezi kuathiri amani iliyoibeba ndani ya moyo wake. Hata kishiwa pesa hawezi kuwa na shida. Ila ukikosa amani, hata ukiwa na billions of money, tutashangaa kitu gani ukikosa, kwa sababu amani ni zaidi ya pesa. Watu waliokosa rasilimali nimeshuhudia wakijinyonga na kujiua, na wanaacha vitu duniani vingi sana. Wewe mwenzako usikose amani. Mwambie Bwana leo anakupa amani itakayostawisha kila jambo kwenye maisha yako. Mwambie Bwana akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema inawezekana. Sasa nimesema kila kitu kwenye maisha yetu kinaweza kustawi kama kitaanzia kwenye atmosphere nini? Ya amani. Nimeanza kwa mtu mmoja mmoja, nikaja kwenye ndoa, mnaishi wawili, nenda mpaka kwenye level taifa. Taifa kama hatakuwa na amani, iko miradi mingi itastop. Sio, nisikia vizuri? Amani ndiyo ufunguo mkubwa sana wa maendeleo ya mtu binafsi, familia waliooana kuolewa. Tuende labda mtaa, kuna mitaa haina amani, mnafahamu sio? Vijiji, labda wilaya, mkoa fulani, mpaka katika level nini? Ya taifa. Ndio maana mamlaka zote duniani tunaungana kupigania nini? Amani. Umoja wa Mataifa umewekwa pale kutafuta nini? Amani. So katika dunia watu wameanza safari kuitafuta amani miaka mingi sana. Cha ajabu sana hawajaipata. Ila wanapata kitu ambacho ni amani isiyo kamili. Ila Mungu alikuja duniani kuleta amani. Na hiyo amani, anasema amani wapewa mimi sio kama ulimwengu unavyoitoa. So kuna amani ya Mungu ambayo inapita akili za wanadamu. Na hiyo amani ni mtaji wa kufanikiwa. Sema napokea amani ya Mungu katika maisha yangu. Sema nakaa mbali na hofu, nakaa mbali na shida katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Andika jambo lifuatalo tena. Amani ni matokeo au ni zao la vita ya ndani iliyopiganwa na wewe ukaibuka kuwa mshindi. Na wakati huo huo uandike
hofu, fear, huzuni, sadness, uchungu, bitterness, na mambo yote yanayofanana na uchungu, and everything that related to bitterness, ni zao la vita ya ndani. it is the product of the war within, iliyopiganwa kati yako na kisichoonekana, na ushindi ukaenda kwa adui. And the victory was to the enemy. Hiyo point ni muhimu sana usisahau, ya kwamba amani ni zao la vita ya ndani iliyopiganwa kati yako wewe na adui, and the enemy, na wewe ukaibuka kuwa nani? Mshindi. And you become the winner. Zao linalozaliwa hapo linaitwa amani. Peace. Na kuna tofauti kubwa kati ya vita ya ndani na vita ya nje. Amani sio zao la vita ya nje, lakini zao la vita nini? Ya ndani. From outside, but from within. Hakuna vita kubwa duniani there is no greater battle kama vita ya ndani, more than the battle from within. Ngaba nafahamu vita ya ndani. Do you know the battle from within? Unakuwa na mgogoro wa nafsi, unakuwa na vita yako ya ndani, unapigana na usichokiona. You're battling something that you cannot see. Aina hiyo vita, matokeo yake yanaweza kuleta amani au yakaleta hofu, or they can bring fear, kulingana na nani atakayeshinda depending on the winner na nani atakayeshindwa. and the loser. Na kila mmoja hapa, muda unaongea, as I am speaking right now, kuna vita inaendelea ndani ya moyo wako. A war going on within your heart. Kuna vita inaendelea ndani ya nini? Na tayari mashabiki wanaitazama hiyo vita. Mashabiki wasioonekana wanasubiri kuangalia ni nani atakayetangazwa kwa mshindi kati yako wewe na hicho unachopigana nacho ndani ya moyo wako. Nani atakuwa nani? Mshindi. Ngapi chapigana hivi vita? How many of you are fighting that kind of battle? Wangapi wanasema kwamba mpaka sasa mtumishi, nina hiyo vita inaendelea. Until right now you have that battle with. Andika kwamba mimi ndiye mwamuzi wa matokeo ya vita hiyo. Of the result of this battle within. Una uwezo kupanga kushindwa, to lose, na unaweza ukaamua kwamba haijalishi ni vita namna gani, nimeamua kuto kushindwa, then utakuwa na amani. Lakini kama hautaweka mpango mkakati wa kusema nataka matokeo ya vita iwe ni amani, then jiandae kuwa ni carrier of hofu, utakuwa ni mbeba uchungu, kwa sababu fulani amekuacha, kwa sababu umefirisika, kwa sababu jambo baya limetokea. Wewe una uwezo wa kuamua leo kwamba naamua kuto kukwazika, naamua kuto kuwa na uchungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi karibu taifa zima watu wanataka kufanana. Uongo kweli? Taifa zima, kwani watu wa smile? Wana smile kila siku, every day. Lakini kuna mambo yanatembea within their hearts. Rasilimali gani imekosekana? What resource has been missing? Amani. Peace. Hawawezi kuonesha. They cannot show it. Lakini Mungu amekuja leo kukupa amani kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika jambo lifuatalo. Now write this. Uchungu ni ishara. Bitterness is a sign. Kuna kitu kimeibiwa ndani yako. Something has been stolen within you. Na hicho kitu sio kingine, kinaitwa amani. And that thing is called peace. Hasira, anger, ni ishara. It is a sign. Kuna kitu umekipoteza. Something you have lost. Na hicho kitu sio kingine, ni amani. And it is nothing other than peace. Kisasi, revenge, ni ishara. It is a sign ya kwamba kuna kitu ndani yako kimeibiwa. Mpaka huyo mgeni ameingia ndani ya moyo wako. Na huyo mgeni ana sauti. Na hiyo sauti inazungumza na wewe. Na unaweza ukaisikia. Na hiyo sauti inatoa maelekezo. Na hayo maelekezo unaweza kuyasikia. Na unasikia sometime kusimama, kufanyia kazi hayo maelekezo. Kuna jambo limeibiwa ndani ya moyo wako. Hilo jambo sio jingine, ni amani. Bwana asifiwe sana. Na chochote kilichoibiwa kibiblia kinawezekana kurejeshwa. Hiyo ndio habari njema. Lolote ambalo adui amewahi kuliiba
sheria za kiroho zinasema linawezekana kurudishwa. It is possible to be restored. Kama nasema leo kirudishwa kwa jina la Yesu. How many of you are saying restore in the name of Jesus? Hicho ndo kitu ambacho tuko hapa tunakifanya. That is something that we are here to do. Ukisikia mtu ni mgonjwa, If you see somebody is sick, sio kwa sababu it is not that. amechomwa chupa, au sio kwa sababu It is not that. anauma malaria. They are sick from malaria. Nilisema wewe I say that you ni watatu katika mmoja. are the third within. Wewe ni mwili, You are the flesh. wewe pia ni roho. You are also a soul, Lakini pia wewe ni nafsi. but also a spirit. So mwanadamu ni roho So a mankind is a mwenye soul nafsi that has na anaishi ndani ya spirit mwili. living within the flesh. Bwana asifiwe sana. Praise Jesus. So sisi hapa, kila mmoja So uliyekaa us here, hapa, every one of us here, wewe ni watatu katika huyu. you are three Sasa in one. tunayekuona hapa ni mwili. The one that we are seeing you, it is a Mwili ana flesh. masikio, si ni kweli? The flesh has ears, Na kuna aina ya sauti anazisikia. and there are kind of voices these Lakini ear can kuna hear. wewe roho. But there is you, the spirit. Wewe roho pia ana masikio. You, the spirit, also Kuna have aina ya ears. sauti huwa anazisikia. There's a certain kind of voices the spirit Pia wewe ni hears. nafsi. You're also a soul. Na wewe nafsi, And this soul, kuna aina ya sauti unaweza kuzisikia. there's a certain kind of voices So you can mwanadamu hear. ana jumla ya masikio mangapi? So in conclusion, a mankind has three kind of ears. Tuashumu basi inakuwa 6. Let's assume. Kama huyo wanja na mawili. Tuashumu na roho ina mawili. Let's assume that Tuashumu na nafsi na mawili. Inakuwa mangapi? let's Wewe assume mwenzako that una we masikio have 6. pairs of ears. So you have 6 ears, Mwambie ila hujatumia manne, unatumiaga mawili tu. but you're only using 2 of them. Mwambie Mungu anataka uyatumie nayo manne The Lord wants you to use the other 4 katika jina la Yesu. in the name of Jesus. Kwa hiyo kama tuna masikio hayo mengi, So if you have this kind of kila ears, pea ya masikio ina Every tabia pair kusikia aina ya sauti has a yake. certain way to hear its own voice. Wanafundisha kwamba mchawi akimuita mtu When a witch called the person or summon a person usiku wa manane, in the midnight, hata kama umelala, even if you're asleep, kuna watu wanaisikia sauti that some people can na hear this wanainua kind of voice kitandani, and they wake up at wanaanza night kuifuata sauti and they inayoita begin to makaburini. follow the voice that is Wanafika summoning them to makaburini. the grave. When they reach the Lakini grave, watu wengine kwenye ile nyumba hawakusikia chochote, but some people within the house ila cannot hear mmoja that voice. alisikia sauti. But there is a certain one who can hear Sasa that voice. Mungu Now the Lord anatamani tuondoke siku ya leo hapa is tukiwa na amani kwa jina la desiring Yesu for us Kristo. to live from this service. Sema ninaahidi mbele za Mungu, Say, I promise before the Lord, sitaishi kuwa na huzuni, I will not live in sadness, bali moyo wangu utajaa amani but my heart will be filled with katika peace. jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sasa andika jambo fulani. Amani ndani ya moyo Peace within your heart. huzalisha aina ya sauti It gives birth to a certain voice ambayo hutoa maelekezo that gives certain kwa instructions wewe mwili, to you, the flesh. na hofu ndani ya moyo, And fear within the heart, uchungu ndani ya moyo, bitterness within the hasira ndani ya moyo, anger within the na yenyewe heart. na tabia kuzalisha sauti They also have a tendency to give ndani ya hicho voices kijiji within that village kinachoishi ndani yako, that lives within you. na hiyo sauti huanza kutoa And maelekezo that voice begin to give instructions, yanayotaka utekelezaji demand for execution utokee katika ulimwengu wa damu na nyama. to happen to the world of flesh and the blood. Na sauti hizo zote And all these voices ambazo zinatokea ndani ya moyo wako that happen within your heart, huzalisha vita inayokuwa they haionekani, give birth to a battle that is not lakini inakuwa seen, inaendelea ndani ya moyo but wako. it is going on within your heart. Napofundisha hivi, kama unaweza When I'm teaching you this, andika hizo vita unazozijua you wewe, can write all the battles that you know, ambazo unaweza ukazisikia that you can hear within you, zinapigana ndani yako. that are being fought within you. Unasikia mabomu yanalipuka ndani yako, You hear storms and bombs within your heart. unasikia ni kama unachomwa ndani ya You moyo hear wako. as if you're being pierced. Mungu anasema kwamba ni kwa The Lord is sababu ya saying, hiyo vita it is because of that ndio battle. maana amani That is hauna, why you do not have peace. na Mungu amekuja kuleta amani siku And ya the leo kwa Lord jina has la come Yesu here today Kristo. to give you peace in the name of Sema Jesus. sitakuwa na hofu tena, Say, I shall not live in fear. sitakuwa na mashaka I tena, shall not live in doubt. katika jina la Yesu Kristo, In the name of Jesus Christ. kwa damu ya Yesu Kristo. By the blood of Jesus. Sasa amani ndiyo nguvu So peace is the strength nyuma ya kila uhalisia behind every reality unaotamani mwema kwenye maisha. that you desire to happen within your life. Andika jambo lifuatalo: Now write this. kila kilichoujaza moyo Everything that is filling your heart, ni nguvu it is the strength or power nyuma ya uhalisia behind the reality unaoweza kukupata leo au kesho. that you can have either today or tomorrow. Nitarudia tena, I shall repeat. chochote Anything kiujazao moyo wa mtu, that is filling the heart of a man, iwe ni amani whether it is peace au kinyume cha amani, or the opposite of peace, hicho kitu ni nguvu, that thing is power. na kila nguvu ina tabia kumcontrol mtu. And every power has a tendency of Hicho controlling. kitu kinakuwa ni nguvu, It becomes power
inayoweza kulazimisha that can demand matokeo fulani fulani ya kupata, certain result to happen to you, whether unataka ama utaki. whether you like it or not. Na ndio maana maandiko nasema kwamba the scripture linda sana moyo wako guard thy heart kuliko chochote ukilindacho, beyond everything that you maana huko protect. ndiko zitokako It is there that chemchemi za uzima. the spring of life, Kiingereza sema issues of life. Ndani ya moyo within the heart ndiko zitokako issues of life. there are springs of life. So nikana kwamba It is maisha as if yako your life ulionayo leo that you have ni today, matokeo it is the result ya content ulioibeba ndani ya moyo wako kwa of the muda mrefu. content that you're carrying within your heart. Imeamua It kuzalisha has decided to give birth muonekano wa maisha the appearance of tunaoona life uko na wewe siku ya leo. that we see on you Ni today. kwa sababu umekuwa It is because mbebaji wa kitu fulani ndani ya moyo you've wako been the kwa carrier muda of a certain mrefu. thing within your heart for a long period of time. Kwa lugha nyingine, In other language, chochote unachoruhusu ukibeba anything that you allow to kwa siku carry, 3, whether for 3 days, kwa siku 7, 7 days, hakitakuacha salama. it will not leave you in peace. Chochote or safe. chema Anything that is good, unachokibeba you carry within, ndani ya moyo wako, within your heart, kutokusamehe, unforgiveness, hasira, anger, uchungu, bitterness, hofu, fear, unajiandikisha you're registering yourself kutokewa na baadhi ya mambo for certain things to happen to you yatakayosababishwa na hicho ulichokibeba. that shall be as a result of Mwambie whatever you mwenzako, are chagua carrying. kubeba amani. Tell your neighbor, choose to carry peace. Mwambie chagua kubeba amani, Choose to carry peace. maana itazalisha mafanikio kwenye maisha Because yako, it shall give birth to itazalisha success, kuinua kwenye maisha yako, uplifting to your life. katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Biblia Christ. inasema hivi, The Bible says, mwanadamu anapoomba mbele za Mungu, when a mankind prays before the Lord, akaomba kitu chochote, and when he asks for Mungu anything, hajawahi kumpa hicho kitu. the Lord has never given that man Mungu hajawahi anything. kumpa mwanadamu muujiza, The Lord has never given a man a ila miracle. Mungu humpa nguvu ya muujiza. But God gives you the power of a miracle. Anasema hivi, He says, mtamkumbuka Mungu wenu, you shall remember thy maana God, ndiye awapaye nguvu za because kuwa he is the one who gives you matajiri. strength to be Ombi successful. lako ni utajiri, A miracle, lakini Mungu hatoi utajiri, but God does not give you a miracle. anatoa nguvu ya kufanyika He tajiri. gives you the strength or the power to become. Okay, muulize rich. mwenzako, ni kitu gani unataka kwa Mungu? What is it that you desire from God? Mwambie Mungu hatakupa hicho kitu, The Lord will not give you whatever you're ila desiring, kuna nguvu but there is a strength or nyuma ya power kile unachokihitaji. behind whatever that you desire Alafu from the mwambie, Lord. kabla Mungu hajakupa hicho kitu, Before the Lord gives you something that you ask, atakupa nguvu. He shall give you the strength Ya hicho first kitu. for that thing you ask. Amen. Nasoma kitabu cha Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 18. Nasoma kama ilivyoandikwa. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, Utamkumbuka Bwana Mungu wako, But you shall maana remember ndiye the Lord, akupaye nguvu za kupata utajiri, maana ndiye akupaye For it is nguvu he za who gives kupata you power utajiri. to get wealth. ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako. Kome hapo hapo. So that he Amen. may establish his covenant. Andika vitu viwili vya thamani kwenye maisha yako Write 2 valuable things within your life kwa hilo andiko hilo. by this scripture. Namba 1, Number 1, utajiri. wealthy. Namba 2, Number 2, nguvu za kupata the utajiri. strength or power to Hivyo get ni vitu wealth. viwili tofauti, These are 2 different things. na anachokitaji mwanadamu hapo And what a mankind ni needs hicho here cha is, kwanza. it is the first one. Kila mtu Everyone anatamani kuwa tajiri, desire to be wealthy. lakini kwa Mungu, But to God, Mungu hajawahi kukupa utajiri He has never given us wealthy. na haitakuja And kutokea. it will never happen. Anasema yeye He hukupa kile cha says pili, He gives you the second one, nguvu the power ya kufanyika huyo tajiri. to get wealthy. Bwana asifiwe sana. Praise Jesus. Na hiyo nguvu naifundisha leo And this power that I'm teaching today, inaitwa amani it is called peace ndani ya moyo wako. within your heart. Umenisikia vizuri? Nimekwambia hivi, I have told you this. leo ukitikiswa ndani ya moyo wako wewe, Today, if you're shaken within your heart, hiyo rasilimali inaitwa amani ikaondoka, that resource called peace sahau be removed. kufanikiwa. Forget about success. Hakuna aliyefanikiwa No one who is successful, wakati ndani yake amebeba kitu within kisichokuwa amani. they are carrying something that is not peace. Nguvu zozote hupatikana katika kutulia na All the kutumaini. power are captured through Bwana Yesu asifiwe sana. peace. Aliye na amani ndani, Whosoever that is at hata peace, akiwa na battles around him. even if they have battles around Bwana them, Yesu asifiwe sana. Ukaenda kupigana vita ya nje,
And then you begin to fight kama with ndani them yako on the outside. ile vita ya ndani If within you the battle wewe from ni within, mshindi, you are the winner. then hakuna vita nje There is no itakayokushinda. other battle from the outside that can overcome you. Andika jambo lifuatalo tena. Now write this. Vita ya ndani The battle within, ndiye mama mzazi it is the mother nature wa vita ya nje. of the battle from the Hakuna outside. vita inayokuja nje ya mtu There is no battle that comes to the isipokuwa person ile iliyosababishwa except the one that has been na caused vita inayoendelea ndani yake. by the battle that is going on within them. Kitendo cha wewe kuruhusu vita yako ya ndani, The moment you allow the battle from within, unajitabilia kuzalisha you're prophesying to yourself to give birth aina ya vita nyingi za nje a certain kind of ambazo battles zitaletwa na from wajumbe outside wengine wengi sana, that are being brought by other messengers, lakini wewe ndiye msababishaji. but you are the cause or the source of it. Hakuna mtu aliyefanya dhambi There is no one who commits sin except alisikia maelekezo kutoka ndani, except they heard information or instruction alisikia from kwamba within, inuka, that they heard a voice, nenda sehemu fulani. rise and go Hakuna mtu somewhere. aliyemuua mtu No one killed anyone isipokuwa kuna maelekezo yalianzia wapi? except there were instruction from their heart. Na vita ya ndani Now the battle from within, sio tegemezi, it is not dependent. ni independent type of war. It is independent type of Lakini battle. vita ya nje But the battle from outside, inategemea wa ndani amesemaje. it is dependent on the battle from within. Si ni kweli? It is true. Sema leo naamua kushinda vita ya Say, ndani. today I decide to win the battle Sema from Yesu within. nisaidie, Jesus help me. ninaamua kushinda vita ya ndani I decide to win the battle from katika within. jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Kwa hiyo kukosekana kwa amani ndani ya moyo wa So mtu the lack of peace within the heart of kunaweza mankind kuvutia can attract vitu vibovu vingi sana kumkuta, destruction in a lot of bad ikiwepo things to hata come, mauti. including death. Amani ikitoweka ndani ya moyo wa mtu, When peace is missing within your heart, anaweza kusema chochote, you can say anything. anaweza kufanya lolote. You can do anything. Sema leo napokea amani. Say, today I receive peace. Sema leo naingia kwenye agano la amani. Today I am entering the covenant Sema of peace. Yesu, naomba unisaidie. Oh Lord Jesus, help me. Kati ya unachokitamka Between something that you na declare kilichojaa moyo, and whatever that is kipi filling kina your nguvu? heart, between the two, which one has asante power? sana. Kinachojaa moyo kina nguvu Whatever hata ya fills your kuzuia heart has power even maombi ya to mtu stop mwenye haki. the prayers of a righteous one. Na unaweza kuwa ni mtu mwenye nguvu ya kiroho, You can be somebody who is powerful in lakini spirit, kama moyo wako but if your heart utajazwa na chochote kisicho amani, is filled with anything that is not peace, unaweza ukajikuta hata you can nguvu find ulionayo yourself, even the power that you have, hauwezi kuifanyia kazi. you cannot walk upon it. Mkristo anayeweza kuomba A Christian that can pray akamwomba Bwana nisaidie kitu fulani, and say, Lord help me, na jana alifanya ikatokea, and lakini happened. moyoni mwake siku hiyo kukaa within your kumejaa mambo yasiyofaa, it is filled with things that kuna are not uwezekano good. mkubwa There is a great possibility kile unachokitamka kwa kinywa chako whatever that you declare with your kisifuate, mouth not to happen. kwa sababu Because hakuna alignment kati ya There is no maneno alignment unayoyatoa between the words na that hali you ya nini speak ya and the moyo. condition of your heart. Hali ya moyo The condition of your ina heart nguvu kubwa has more kuzuia power to stop maneno unayotamka. the words that you speak. Sema katika jina la Yesu, Say in the name of Jesus, kila maneno every word yaliyozuiliwa na hali ya moyo wangu that have been stopped by the condition leo of my ninauponya heart, moyo wangu today I am healing katika my heart. jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Kila Christ, huzuni every sadness, iachie moyo wangu release my kwa heart damu ya Yesu Kristo, by the blood of katika Jesus. jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Sema Christ, nakataa kutokuwa na amani. I reject to be, Sema nakataa kutokuwa na amani I reject to lack peace. katika jina la Yesu, In the name of Jesus. katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Simama kidogo, alafu shika moyo wako namna hii. Simama kidogo. Stand up and hold your heart wherever you are. Connect yourself. Hold your heart. Sema Bwana Yesu, Say, oh Lord Jesus, ninakataa kutokuwa na amani. I reject to lose Kila machozi ndani ya moyo wangu every tears within my heart. isikie sauti ya Bwana. Hear the voice of the Lord. Leo naingia kwenye agano la amani Today I'm entering the covenant kwa of damu peace ya Yesu. by the blood of Chochote Jesus. kinachoendelea ndani ya moyo wangu Anything that is going on within my chenye heart kuniumiza, that is hurting me, kaa kimya kuanzia sasa. be silenced from now. Ondoka ndani ya moyo wangu, Be gone from my heart. achia moyo wangu. Release my Kila heart. uchungu, Every bitterness. kila mawazo, Every ondoka thought. ndani ya moyo wangu. Now, sema Roho Mtakatifu, Say, oh Holy Spirit, ninahitaji amani ndani ya moyo wangu. I need peace within my heart. Na unasikia kama uko mahali hapa If you're here, umemshikilia mtu you're holding someone within your heart kwa muda mrefu, for a long period of time. alikukosea, They have offended you.
Nasikia mtu anasema kwamba mwachie. I'm hearing a word say release them from your heart. Na umsamehe. And forgive them. Maana hutapata faida yote. Because you won't benefit from anything. Kuna watu mko mahali hapa mmeshikilia watu. People you're here, you're holding people within your na heart. mmeapa kutokuwasamehe. And you have sworn to not forgive kwa sababu them, walichokifanya. for whatsoever they have done to you. Hakuna kosa lolote kubwa lisiloweza kusameheka. That cannot be forgiven. Sema ninawaachilia wote walio ndani ya moyo wangu. Say I forgive all the people from my heart. Bure kabisa. Freely. Sitabeba mtu yeyote ndani ya moyo wangu. I shall not carry anyone within my heart. Yesu nisaidie. Oh Jesus help me. Sema kama vile ulivyonisaidia mimi. As you have helped me. Ukanisamehe maovu yangu. And you have forgiven me for my sins. Mimi ambaye sikustahili. I who did not deserve your forgiveness. Lakini ukanihesabia haki. And you counted me as a righteous one. Na mimi leo naahidi. And I today I promise. Kuachilia wote to forgive walionikosea. Who have offended me. Wote all the walioniumiza. Who have hurt me. Bwana Yesu. Oh Lord Jesus. Nipe uwezo wa kusamehe. Give me the power to forgive. Na kuachilia. And to release. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Now keti. Now please be seated. Utashangaa ukitoka mahali hapa. You'll be amazed when you leave. Moyo wako utakuwa mwepesi sana. Your heart will be easy. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema leo moyo wangu unaondoka kwa mwepesi. Say today my heart will be katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Thank you Lord Jesus. So nimefundisha hali ya amani na kinyume chake na namna ambavyo inaathiri mpaka kuomba kwetu. Na watu wengi wameathiriwa kwa sababu ya kutokujua jambo kama hili. Sema kuanzia leo, ninachokitamka kitatokea. Kwa sababu moyo wangu haujabeba watu. Na moyo wangu umebeba amani. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Now, namna pekee ya kupata amani, andika. The only way to receive peace or the ways katika to have peace. Ulimwengu mzima, in this whole wa Kristo na watu wanaoamini Mungu. And the people who believe in God. Hatupati amani kwa kuwa na vitu. We do not have peace by having things, material things, no. Lakini tunapata amani kwa kuzidi kumjua Mungu. We have peace by knowing the Lord, our God. Isaya, the book of Isaiah, manabii, the prophets, na hata Ayubu anasema hivi. And even the Job says, mjue sana Mungu. Know your God. Mjue sana nani? Mungu. Ili uwe na hiyo nini? For you to amani. Anasema ndipo mema yatakapofanyaje? Goodness shall accompany you. Naomba tusome pale vizuri kabisa. Turudie pale ndugu yangu mmoja aweze kuelewa. Utagundua kwamba amani ya moyo wako imefichwa kwenye kumjua Mungu. Kitabu cha Ayubu 22:21. Ayubu 22:21. Amen. Nasoma kama ilivyoandikwa kitabu cha Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Rudia tena. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokujia. Amen. Ndipo mema yatakapokujia. Vitu vitatu au vituo vitatu. Kituo namba moja kinaitwa kumjua Mungu. Kituo namba mbili kinaitwa nini? Kuwa na amani. Na kituo cha tatu kinaitwa nini? Kuwa na mema yote. To have all the goodness. Ikiwemo utajiri, including wealth, ikiwepo familia bora, including good family, ikiwepo lolote ambalo unamwomba Mungu. Including anything that hii ni safari ambayo unapitia vitu vingapi? This is a journey vitatu. That involve 3 safari ya kwanza inaitwaje? The first journey is called kumjua sana Mungu. To know the Lord. Sio kumjua tu Mungu, kumjua sana. To know the Lord well. Bwana asifiwe sana. Anasema mjue sana Mungu. Say, know the Lord your God. Ukisha kuhitimu katika shule ya kumjua sana Mungu, unaruhusiwa kuingia darasa jingine linaitwa kuwa na amani. So kuwa na amani sio tukio litakalotukia by any chance. Kuna mchakato nyuma ya hao wenye amani. Wenye amani maana kama ni wale wanaomjua sana nani? Kwa mfano, wewe unaweza kuwa unasulubiwa msalabani.
Alafu tumwambie Mungu eti wasamehe hawajui walifanyalo. And say to the people, misumali inapigwa nchi 6. You're being nailed on the Ungeweza cross. kuwa na wazo la kuomba hiyo prayer point? Would you be able to pray like the way Jesus prayed? Sasa andie kwamba mtu anayekwazika a person who is offended ni ishara ya often, yeye hamjui Mungu it vizuri. is the sign that you do not know the Lord your Mtu God. anayelalamika If you're always complaining, na hasa akipitia kwenye majaribu, especially when you're passing through the trials, ukamsikia anapiga makelele, when you hear them complain analalamika and lamenting, hiyo ni ishara ujue kwamba it is the sign level yake ya kumjua Mungu the level of haijakaa knowing God, vizuri. it is not good yet. Wanaomjua Mungu Those who know the Lord their wakipita God, kwenye moto, when they pass through fire, wanasema they say everything works together for good. yote hufanyika kuwa mema. Wanasema kwamba hili lilikuja kwa kunifundisha kitu fulani. Only came to teach me something. Wanaomjua Mungu huliona jema katika kila They changamoto. see goodness in every Wasiomjua fight. Mungu Those who do not know huona God, wameachwa na Mungu they see katika they've been kila jaribu forsaken wanaopitia, in every trial they are na husimama kuanza kulalamika, and they begin to stand and Bwana complain. Mungu hanipendi The kabisa. Lord does not love me at all. I'm here to tell you kwamba kila ubaya unaopitia Every evil that you're passing through, kuna fundisho zuri tu Mungu there is a anakufundisha, great lesson the Lord is teaching you. na kuna jambo zuri tu anakupatia. And there is something good that is going to give you. Nimekwambia I've vita told ya nje The battle from huja outside, kutukamilisha, it only comes to complete us. ila vita ya ndani ndio inakuja But the battle kutuharibu. within, it is the one that comes to destroy us. Ukipitia vita ya nje If you're passing through the battles ukaruhusu hayo from mabaya yaingie outside, ndani ya moyo and wako, then you allow the things from ndo outside to kosa enter your heart, kubwa umelifanya. it is the great mistake Utakuwa you've done. umehamisha vita ya nje You're going to transfer the na battle from kuiruhusu ianze kufanya outside kazi ndani. and allow it to work from your heart. Kinachokuua wewe sio vita ya What nje, kills you, it is not the battle from the kitakachokuua wewe outside. ni vita ya wapi? What kills Ya you is ndani. the battle from within. Ndio maana maandiko kwamba moto huu That's why the hautakuteketeza. Bible says, this Maji fire haya shall not hayatafanyaje? consume you. Haijalishi utapita kwenye maji mengi, It doesn't matter if you're passing through the anayepita ni waters. wewe wa nje. It is you, the outside one. Utakapoweza kumaintain amani ndani ya mazingira If yako you ya are ndani, able to maintain peace utapita na within kuvuka salama. you will pass through Sema challenges and nakataa come out kuharibu safe. moyo wangu Say, I reject to destroy kwa my heart. chochote kinachoendelea nje. For anything that is going Niko on tayari from kulinda moyo outside, wangu I am ready to guard my kwa heart gharama yoyote. by every price. Bwana Yesu nisaidie. Oh Lord Jesus, help me. Sema nachagua kumjua Mungu I choose to know the Lord katika maisha yangu within my life kuanzia siku ya leo from today onward. katika jina la Yesu. In the name Kwa of amani ya Jesus. mtu imefichwa So peace katika is hidden kiwango chake cha kumjua Mungu. To the level of somebody knowing the Lord. Maandiko yanasema kwamba mjue Mungu The scripture says, know uwe the na Lord amani. to have Hajasema hivyo, peace. amesema mjue sana. Know the Lord indeed. Amani ni zao Peace is a product la kumjua sana of knowing the Lord Mungu. indeed. Ukimjua sana Mungu If you know the Lord ni rahisi indeed, kuiona ajali iliyotokea, it is to see the accident that can happen ukauona ukuu wa Mungu kwenye ajali, and see the greatness of God ukamshangilia in that Yesu siku huyo accident, mwanaume amekuacha. and even celebrate the Lord Jesus even when Wanaomjua you're Mungu left. akiachwa The people who know God, hawalii. when they are left, they do not Unasikia rafiki cry. yangu? Siku umepewa barua ya kufukuzwa kazi, When you had the letter of nilitegemea being suspended, unipigie simu una shauti kwa furaha. you're supposed to call me and Swali, shouting unaweza kufanya with rejoicing. Can you do that? Yaani boss anakuambia kwamba from today huna kazi, unaanza You're being told kushangilia from today ofisini you not have a na job. boss anasikia. And then you begin to celebrate. Can Boss you do anashtuka. that? Hivi ni kitu gani hiki? When your boss Kwa will be sababu amazed. dunia imetegemea kwamba kila anayepewa barua kufukuzwa kazi anatakiwa alie na kupiga magoti. Oh boss sana nisamehe. Boss sitarudia. Lakini unapewa barua kufukuzwa kazi, unaanza ku break into joy. Unasema asante Bwana Yesu. You begin to say, thank you, Jesus. Bosi gani atashtuka kwanza? Even your boss will Anasema be kwa amazed. hiyo inaonekana hii kitu ilishaandaliwa. Simple Anaweza things atakwambia kwamba being sirudi kazini kwanza. prepared. He can even tell you to come back Bwana to asifiwe work sana. again. Lakini wewe kikitokecho kitu, But you, when something is unaenda happening to you katika at work, njia za watu wa dunia, you go to the ways of unaanza people of the kulia na world. kutangazia umma You begin wote to cry and tell all ya the kwamba society nimefukuzwa nini. that I've been suspended from my work. Mtu mmoja One person hapo Baruti, from Baruti nilimwambia anaitwa Mapua, baadhi wanamfahamu. is called Mapur. Kila nikimwona naambia kwamba Every time hamisha whenever I ofisi see yako him, hapa. I was telling him, relocate your office. Ana garage pale. And he Toa has a ofisi garage. yako I hapa. was telling him to Kafanyie relocate kazi his sehemu office. nyingine. Go somewhere else. Mtumishi, And he was nitapoteza telling me, wateja. oh man of God, I will lose Wameshazoea my mimi client. kuja hapa.
Nikamwambia mara karibu mara 4 mara 5, hamisha ofisi yako hapa, nenda kaanza upya kwingine ambako huna mteja hata mmoja. Akatia kasikia. Amehamisha ofisi kama leo, kesho yake wamepigwa moto pote pale. The day after, the former place was burned. Wateja wale kumekabidhi magari yao mapya, V8 zote zimeungua zote. Everything was burned down. Anapiga simu, anasema nabii, nakushukuru sana. I thank you, the man of God. Baada ya kuhamisha ofisi yangu After relocating my office, pale pote pameungua moto. Usiniulize moto wapi, mimi sijui. Don't ask me what fire. Umenisikia vizuri eh? Sasa kwake yeye kuhama ilikuwa ni kama umivu. To him, relocating was painful. Tunapokuambia kwamba achana na huyo mkaka, sio kwamba hatutaki uolewe. We do not want you to get married. Unatakiwa kujua kwamba you're supposed to know that, yani kama unamjua Mungu utashangilia you are going to celebrate. Hata kama kamoyo kako kameshamzimikia, even if your heart is unasikia kufa, ni bora ufe leo uwe salama kesho. Yesu asifiwe. Wanaomjua Mungu wana nini? Wana amani. Maana tunasema hivi, wana amani nyingi waipendao sheria ya nani? Ya Bwana, wala hakuna lolote la kuwakwaza. Zaburi inasema hivi, wana amani nyingi waipendao sheria ya nani? Those who love the law of the Lord. Muulize mwenzako, wewe unakwazika? Ask your neighbor, are you offended oftenly? Mwambie wewe unanuna. Kuna watu wanapitia shida, unakuta hata kwenye ndoa wananuna tu kila siku. Even people in marriage, they ananuna tu, anavimba tu. Bwana asifiwe sana. Wengine kanisani, some at church, amezuiliwa tu na protocol kumuona prophet. Si ndio? Ni protocol ndo kazi yao. Ananuna miezi 6. Anasema tena siendi kwa ile kanisa. Kumbe shetani anapiga makofi kwamba nimemweza, nimemtenga asionana nani? Na prophet, maana angepata msaada. Wewe mwenzao kwamba kuanzia leo, tell your neighbor from today, lolote likija la kunikwaza, if anything comes to you, nimeamua kutokukwazika. Decide not to be offended. Mwenye maamuzi ya kukwazika sio mwingine, ni wewe mwenyewe. Unaweza ukaamua sitakwazika. That I cannot be offended. Hata mtu akija nikanyaga hivi, nimesema naomba kwamba sikiliza, unanishawishi nikwazike, sitakwazika. I can never be offended. Protocol amekwambia kwamba hakuna kumwona prophet, mwambie sitakwazika. Unaambia kwa sauti kabisa, nimeamua kutofanyaje? I have decided not to. Kwa sababu utasikia tu kwamba huyu jamaa ananishawishi nikwazike. Unaambia sikiliza, nimeamua kutofanyaje? Whenever there is an offense, sasa ukimjua sana Mungu, lolote likija baya, wewe utaanza kushangilia. Unasema bila shaka kuna kitu Mungu ananiepusha nako, ndio maana hii kazi nimenyang'anya. Bila shaka kuna jambo Bwana ananiepusha nalo. Wasiomjua Mungu wanatoa conclusion, itakuwa kwa sababu Bwana ameniacha. Ayubu baada ya kupitia majaribu, rafiki zake walimwambia, wewe umefanya dhambi wewe, ndio maana unapata nini? Mabaya. Lakini Ayubu amekuja kukuuliza sasa kwamba nimegundua kwamba mjue sana nani, ili uwe na hiyo nini, so that you can have this peace. Ayubu asingemjua Mungu, if Job did not know the Lord, alikuwa na uwezo wa kumkufuru Mungu kama mke wake alivyomshauri. Kilichokuwa ndani ya Ayubu na ndani ya mke wake vitu vile nini? Tofauti. Mke anasema kwamba mkufuru huyo Mungu ufe. Mkufuru Mungu ufe. Lakini anasema kwamba Ayubu katika yote hakuwahi kumkufuru nani? No, kuna kitu ndani ya Ayubu kiliendelea, kikamwokoa katika nini? Aina ya jaribu. Na nasema yuko tayari kuwa na amani siku ya leo. Pokea amani katika jina la Yesu Kristo. Ilo agano ukiwa nalo halita kufanya umlaumu Mungu hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema inawezekana. Say it is possible. Sema tena inawezekana. Say again, it is possible. So safari tulionayo, so the journey that we have, ni safari ambayo it is a journey that tunapitia vituo vingapi? We are passing through. Nisaidie kutaja. Kituo namba moja kinaitwaje? Number 1, to know the Lord. Kwa sababu tena to know the Lord indeed. Kumjua sana Mungu. Ukimjua Mungu peke yake, you know the Lord, hauruhusiwi kumiliki rasilimali inaitwa amani. You cannot have peace. Maana tunaishi kwenye dunia ambayo kila unapoamka makwazo
ni mengi. Every day when you wake up, there is a Ila face wale everywhere. wenye kumjua Mungu But peke yao those who know the ndio Lord wanaruhusiwa kuwa na nini? they are allowed to have peace. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema leo ninasajiliwa upya. Say today I'm being registered. Naingia kwenye kundi la hao wenye kumjua Mungu. I am entering to the group of those who know the Lord. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Kwa damu ya Yesu Kristo. By the blood of Jesus Christ. Sasa nimesema wenye kumjua Mungu kidogo, Those who know the Lord less. wao wataruhusiwa kuwa na amani kwa uchache wao. Kiwango chako cha kumjua Mungu kitaamua kiwango cha amani unayopaswa kuwa nayo. Bwana asifiwe sana. Na kama leo Mungu atakusajili katika kundi la watu wenye kumjua Mungu, utaingizwa kwenye agano la nini? La amani. Pokea agano la amani kwa jina la Yesu Kristo. Na kama ukiwa na amani, anasema kila kinachoitwa wema hautakitafuta, kitakufuata. Kuna tofauti ya kutafuta pesa na kufuatwa na pesa. Rudia kusoma mtumishi. Kitabu cha Ayubu 22:21. Again the book of Job chapter 22. Amen. Nasoma kama ilivyoandikwa. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokujia. Toma kipimo hapa anasema ndipo mema yatakapo. It is then good shall come. Kwa mfano, mema kwako ni kitu gani? So what is goodness? Kuna wengine mema kwao labda ni ndoa, si ndio? Wengine ni kufungua kampuni. Wengine ni kuwa na nafasi fulani serikalini. Mema kwa wengine ni kuwa na pesa. Sasa mema huwa hayamjii mtu mpaka yule aliyesajiliwa kwenye kundi la wanaomjua sana nani? Na wakatembewa na nini? Na amani. Anasema ndipo mema yatakapofanyaje? Yatakapokujia. Nimesema amani ni nguvu. I said peace is power. Ambayo inalazimisha matokeo fulani kutoka kwenye maisha yako. Efeso anasema hivi. The book of Ephesians says, atukuze Mungu aweze kufanya mambo makubwa kuliko tuombayo na tuwazayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani. Sasa amani ni nguvu inayotenda kazi ndani ya mtu. So peace is power that na works hofu within us, and ni fear, nguvu pia it is also inayotenda kazi ndani ya mtu. that works within a mankind. Mashaka ni hofu pia. Imani ni hofu pia. Faith is also so power. Imani ni nguvu inayotenda kazi ndani ya mtu. So faith is power that works within us. Kama mashaka, uchungu, the same way ilivyo nguvu inaweza kuaffect maisha yako. Lakini leo Bwana anakupa hilo agano la amani in Jesus name. Sema katika jina la Yesu Kristo. Sema katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Sema tena katika jina la Yesu Kristo. Say again in the name of Jesus Christ. Utakapokwenda kuomba leo, the moment you go to pray, usiombe kama jana. Do not pray like yesterday. Kuna jambo unapaswa kulisubiri kwanza. There is something you're supposed to wait. Uhakikishe limetokea ndani yako. Make sure it happens within ndipo first. uanze kuomba. It is then you begin to pray. Mtu akiomba akiwa na hasira, if somebody prays in anger, au akiongea na mtu akiwa na hasira, or if you're talking to somebody while angry, tunasema kwamba that man is speaking from fear au from anger. So chochote unachozungumza, anything that you speak, utaongea kutokea kwenye standing point ya hali ya moyo wako. Kwa lugha nyingine, kila mwanadamu ana sauti nyingi sana. Kuna wakati ukimtazama mtu anaongea unasema huyu sio yeye. Hii ni hasira inafanyaje? Inaongea. Si ni kweli? Nani amewahi na hasira? How many of you have been angry? Nani anasema yuko na hasira akafanya kitu kibaya sana? Nyosha mkono. How many of you have been in au kaongea neno la gumu sana? Nyosha mkono. Unajifanya mtakatifu. Swali, ulipomaliza ile hasira ukakaa ukakumbuka ulichokiongea, si ulishangaa? Wengine wanasema kwamba hivi walikuwa ni mimi. So kwa lugha nyingine, maneno tunayotamka, the words that we declare or speak, huwa sio maneno yanayotoka kwenye kinywa chetu. They are not the words that are coming out of our mouth. Yatatoka kulingana na kile kimeujaa nini? They will come according to whatsoever that is filling our heart. Matendo ya Mitume 4. The book of Acts chapter 4. Matendo ya Mitume 4. The book of Acts chapter 4. Thank you Jesus. Asante Bwana Yesu. Amen. Anzia mstari wa 8. Begin from verse 8. Nasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 8. Soma kama ilivyoandikwa.
Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa watu wa Nazareti, ambaye ninyi mlisulubishwa na Mungu akamfufua katika wafu. Komea hapo. Amen. Andiko langu ni kwamba naye Petro hali akiwa amejaa Roho Mtakatifu akasema, kama Biblia inakuwa kupigia neno mstari akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Unaweza ukasema ukiwa umejaa hasira. Unaweza ukazungumza ukiwa umejaa hofu. Kilichokujaa ndicho kitaamua nini uzungumze. Kama mtu anaweza akatukana matusi magumu sana kwa sababu ya hasira, kadhalika pia kama amani itakujaa, you can speak from the point of peace. Unaweza kuongea kutoka na uka-affect mazingira yakawa na amani. Unaweza ukazungumza kutokea kwenye vilindi vya hasira. You can speak from the depth of your anger. Na uka-affect mazingira yakawa na hasira. And affect the surrounding to be. Unaweza ukazungumza kutoka kwenye vilindi vya uchungu. You can speak from the depth of bitterness. Kitakachotoka ni roho ya nini? Ya uchungu. Given out to this Yesu akasema hivi, the spirit of bitterness. Jesus said, kimtokacho mtu whatsoever that comes out of a man, ndicho kiujazao it is what moyo wake. His heart. Vinywa vyetu Our mouth ni malango tu ya kutoa kile ambacho kimejaza mioyo yetu. That is filling our heart. So uwe makini sana. So be very careful. Unapomwambia mtoto whenever you're telling a child wako uliyemzaa, your own child, mbwa wewe, you are a dog. Kama utakuwa unaongea, if you're going to speak that word, ukitokea kwenye mazingira ya uchungu uliotoka ndani ya moyo wako au hasira, bitterness from your heart, unafanya uumbaji, you are creating something kwa huyo mtoto, to that person, that kutokea child, kwenye vilindi vya nini? Vya moyo wako. From the depth of your heart. Sema nakataa kubeba uchungu leo. Say, I reject to carry bitterness. Sema naamua kuwa na amani kwa jina la Yesu. I choose to be at peace. Andika jambo lifuatalo la msingi sana. Now write this very crucial one. Tutatafsiri. Confession makes no sense if your heart doesn't align with what you are speaking. Kwamba ukiri wa kinywa chako hauna tija kama unachokitamka hakiendani na kilichojaa moyo wako. Unaweza ukamwambia mtu kwamba Mungu akubariki, may the Lord bless you, only pale ambapo moyo wako nao unazungumza huyu mtu afanyaje? Abarikiwe. Lakini kama kinywa chako kitamwambia mtu ubarikiwe, says to somebody be blessed, ili kumridhisha tu machoni, just to satisfy them, wakati moyo wako una uchungu, while your heart is at bitterness, kitakacho impact ule mtu sio maneno, that person, it is not the word, bali ni hali ya nini? But the ya moyo wako. Of your heart. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So nimesema ukiri wa kinywa chako, confession of your mouth, hautakuwa na tija, it is nonsense, kama unachokitamka if what you declare hakiendani na hali ya moyo wako. It is not in the alignment of the condition of Issue your nyingine heart. hapo uandike, itakusaidia. Is, you can speak anything to anyone, chochote kwa mtu yoyote, but you can only impart, lakini unaweza kuambukiza who you are within your heart. Wewe ni nani ndani ya moyo wako. Unaweza kumwambia mtu lolote unataka kumwambia, you can tell somebody whatsoever you want to tell them, lakini utaambukiza, but you're going to impart hali ya moyo wako, the condition of your heart uliokuwa nayo sawa, unamwambia huyo mtu. That you had the speaking your words. Ndio maana kuna mtu akizungumza, that is why when a person speaks, maneno yake ukiyatazama, their words when you look hayafanani na moyo wake. They are not the same as their heart. Ili tuweze kupata matokeo kwenye maisha yetu, for us to have results, hakikisha kabla hujazungumza, make sure before you speak, kitu fulani kiwe kimejaa ndani ya nini? Something should fill your heart. Ukiona hakijajaa, if you know that your heart is not filled yet, just be silent. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana kuna watu leo wamevunja familia zao, they have broke their home, kwa sababu families, because walishindwa kujizuia kuongea. They could not hold themselves from speaking. Wanajua mioyo yao imejaa nini? Uchungu.
while they know their mioyo imejaa hasira, anger, wakati wanatukana, some insult. Baada ya muda familia ikafanya ikavunjika. Then after some time, lakini kumbe angejikaza, was broken. Akalilia chumbani kwake, So if they could just hold, akasubiri amani ije moyoni, ndipo akazungumza, angeweza kuponya nini? Familia yake. They could heal their families. Sema Yesu nisaidie. Say, oh Jesus help. Sema linda kinywa changu, guard my mouth, katika jina la Yesu Kristo. in the name of Jesus Christ. Jambo jingine andika, another thing, right? Chochote kitokacho kwenye kinywa chako, anything that comes out of your mouth, hakina madhara, it does not affect, ukilinganisha na kilichojaa moyo wako, more than whatsoever that is filling your heart. Tumeanza kusema kwamba we begin to say that lolote unaweza kaamua kumwambia mtu yeyote, you can decide to tell somebody anything, hata kwa kumdanganya, even by lying. Ukamwambia Bwana kuinue, you can tell them may the Lord lift ila you. kama moyo wako umejaa laana, but if your heart is filled with curse, hauna amani, it is not at peace. Kitakachompata yule mtu anamwambia Mungu what shall akubariki, impart that person, ni kile kilichojaa nini? It is what that is filling your heart. Bwana asifiwe sana. So ulicho nacho ndani ni cha thamani sana. Whatsoever you are carrying within your heart is very valuable. Na unapaswa kulinda sana moyo wako, usibebe mambo maovu. To guard your heart. Maana unaweza ukaambukiza wengine, because you can impart evilness kila to unapoongea nao. Every time you speak to them. Kwa sababu hali ya moyo wako because the condition of your heart ndio inaamua, it is what that decides, na sio maneno unayotamka. And not your words that you speak. Na hii ndio sababu pekee kwamba maombi ya watu wengi hayajibiwi. The prayers of men are not answered. Kwa sababu wanaomba hali mioyo yao imejaa nini? Because they pray while their heart is filled with sema katika jina la Yesu. Say in the name of Jesus. Sema niko tayari kupokea amani. I am ready to receive peace kwenye maisha yangu. In my life. Na nyamazisha kila sauti za uchungu. I silence every voice of bitterness. Kuanzia sasa. From now. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Ukiandika jambo hili, amani ina macho. Peace have eyes. Amani inaona. Peace see. Nimeanza kusema amani ina sauti. I said peace has a voice. Inaweza kuzungumza ndani ya moyo wako. It can speak within your heart. Lakini amani ina macho. But peace has also eyes. Inakupa uwezo wa namna ya kuona ndani ya moyo wako. It gives you the power to see within your heart. Maana tunasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. In his heart and so jiulize, ukikaa umetulia, when you sit still, unaona nini ndani ya moyo wako? What do you see within your heart? Kile unachokiona, whatsoever you're seeing within your heart, kina uwezo wa kufanya uwe vile unavyoona. It can make you to see, to be the way you see. Jitahidi kutazama kwa macho ya amani. So make sure to see with the eyes of peace. Watazame ndugu zako kwa macho ya amani. Look at your neighbor with the eyes of peace. Watazame wazazi wako kwa macho ya amani. Look at your parent with the eyes of peace. Mtazame mume au mke wako kwa macho ya amani. Look at your partner with the eyes of peace. Na leo nabii niombe ndoa za watu leo. And let me speak. Wangapi tumeoa? How many of us are married? Sio kwa nini, kuna kitu kinaendelea. There is something that is going on. Nabii niombe ndoa za nani? I have to pray for marriages. Now, uliye na mke wako na mume wako, tazame. If you have your partner at church, look at them right now. Mwambie maneno mazuri. Tuwalingishie ambao hawajaoa. Watu wanashangaa mambo gani haya? Bwana asifiwe sana. Amen. Hivi okay. Sawa. Umemwambia maneno mazuri? Have you told your partner? Mwambie kuanzia leo. Tell them from today. Nitakutazama kwa macho ya amani. I shall look at you with the eyes of peace. Mwambie kuanzia leo. From today. Nitakuona kwa macho ya amani. I shall look at you with the eyes of peace. Alafu mwambie Mungu anisaidie. And tell them may the Lord help me. So theme ya leo inaleta kitu ndani yako, ujifunze kila jambo kwenye maisha yako litazame kwa macho ya nini? Hautaweza kumdhuru mtu yeyote. Na Bwana atakusaidia kushinda kisichowezekana kushindika katika jina la Yesu. Mwangalia leo upande wako kulia, mwambie ninakuombea. Kuanzia siku ya leo, moyo wako ukajazwe be filled na amani with peace isiyokuwa kawaida. That is not ordinary. Bwana akupe amani. May the Lord give you peace katika magumu yote within all the challenges unayopitia, that you're passing na utakapokuwa na amani, and the moment you have peace, mwambie na kutabiria, I prophesy to you, utafanikiwa you are going to be prosperous katika kila lililo jema. In everything that is good. Utakuwa na fedha nyingi, you are going to have a lot of money, na utajiri usiweza kupimika, and a great wealthness, katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Amen. Amen. Now, napomalizia somo hili, as
Nikupe story ya mfalme mmoja. Let me give you a story of a certain king. Huyu mfalme alitumwa hapa duniani This king was sent here on earth kwa sababu hapakuwa na amani. because there was no peace. Baba yake alimtuma hapa duniani His father sent him ili asaidie kutengeneza mradi he can create a project wa kuzalisha rasilimali inaitwa amani. of giving out. Huyo mfalme akatia akaja duniani. So this king came on earth. Alipofika, when he reached, ghafla suddenly lile wimbi la giza that cloud of darkness likamfunika covered him. na huzuni kubwa ilikuwa duniani And ikamfunika. great sadness on Kitabu cha earth Isaya covered 53 him. anasema The book of Isaiah chapter 53. yeye hakuwa na umbo wala uzuri hata He did tumtamani. not have any form or image so that we Anasema can desire him. mtu aliyejua sikitiko, He knew our aliyekuwa na sadness. uchungu kila wakati, He was at bitterness every lakini time. alikufa kwa ajili yetu. He Bwana asifiwe died sana. on our behalf. Alipokuja When he alifunikwa na uchungu uliokuwa He duniani, was covered with the dhambi bitterness za on dunia, earth, the sins of the earth. lakini akafa. And then he died. Siku alipokufa na The kufuka, day he died in a rise, alifanikiwa kuzalisha hii he was rasilimali inaitwa nini? able to Amani. give birth to peace. Akaitwa mfalme And then he was wa called the Huyo ni King nani? of Peace. And this Yesu is our Kristo. Lord Jesus Christ. kitabu cha Isaya The book of Isaiah, 9 chapter 9, mstari wa 6 verse 6. anasema naye atapewa mamlaka. Okay, nisome pale. Tumepewa si mtoto wa kiume. Fasta msomaji. Amen. Nasoma kitabu cha Isaya sura 6 mstari wa 9. Nasoma kama ilivyoandikwa. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu. Unasoma Isaya ngapi? 6 mstari wa 9. 9:6. Amen. Nasoma kitabu cha Isaya sura 9 mstari wa 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amen. Mstari anaitwa mfalme wa nani? Wa amani. So Yesu Kristo katika vyeo alivyo navyo, Among the positions that cheo kimoja kinaitwa mfalme wa nini? is called the prince or a Hakuna king mtu of dunia peace. nzima There is no one here on anayeweza earth kupewa hii title that can be given this title isipokuwa Yesu Kristo. except Jesus Christ. Na mtu yote akijiita mfalme wa amani lazima If tushtuke. anyone calls himself Biblia king of peace, nzima the whole kuna Bible, mfalme wa amani huyu, there is only one anaitwa king nani? of peace, and that is Yesu called Kristo. Jesus Christ. Kumjua Yesu vizuri To know Jesus indeed, kuna kufanya uingizwe katika agano la nini? it what La makes you amani. to enter the covenant Bwana of Yesu asifiwe peace. sana. Yeye alitoa huzuni zetu, He took our sadness, masikitiko yetu, our bitterness. na leo ameniambia kwamba anakwenda Today kuchukua he's masikitiko told yako kwa me jina la he's Yesu. going to take all your bitterness Kila and uzuri sadness. ulionayo anakwenda kuichukua na kuitoa kwa jina la Every Yesu. sadness is going to take it away in the Sema name of niko Jesus. tayari kuachilia Say, I am ready to release kila huzuni iliyoibeba every sadness that I am kwa carrying ajili ya Yesu Kristo. in the name of Jesus Yeye Christ, aliye mfalme wa amani who is the King. achukue yote yanayonitesa Let him carry everything that is katika torturing me. jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Nao simama kwa miguu yako. Please stand up. Ukiwa umesimama, nataka useme neno haya. Sema, Bwana Yesu, I want you to say this, oh Lord Jesus. kwa muda mrefu nimetembea katika huzuni, For a long period of time I have walked in lakini leo sadness. nimeamua kuwa na amani. But today I have decided to be at peace. Pamoja na yote ninayopitia, With everything that is going on or I am nimeamua passing through, yasiniondolee huzuni. I have decided they will never take away my peace. Sorry, nimeamua yasiniondolee amani. I have decided they will never take away my peace. Ninaamua kuanzia leo I am deciding from today kuto kuumizwa na chochote not to be offended by anything, kitakachokuja leo whether it comes today au kesho. or tomorrow. Sitakubali I will not accept kuathiri utu wangu wa ndani. to affect Nitalinda sana moyo my wangu. inner man. I shall guard my heart. Vita zote ziishie nje, All the battles will cease lakini from the hazitaingia ndani ya outside, moyo wangu, and they will never enter my kwa heart. jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Na Christ. kama kuna mizigo, And if there is any burden, kuna uchungu bitterness niliyoubeba ndani ya moyo wangu, that I am carrying within my heart, saa hii niko tayari kuondoa. right now I am releasing it. Sema, Roho Mtakatifu, Oh Holy Spirit, nisaidie kuondoa maumivu yote, help me to remove all the pain. na nipe neema ya kusahau mabaya yote. Give me the grace to forgive all the evil. Nipe nguvu ya msamaha, Give me the power to forgive kuachilia vyote vinavyonisibu and to release everything that is katika jina la hurting Yesu me. Kristo. In the name of Jesus Christ. Kila roho
every spirit, kila pepo, every demon wanaoleta shida kwenye moyo wangu, that are bringing conflict within my heart, ninawaamuru waniachie kuanzia sasa. I command them to release me from now. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Anza kuomba ukiwa umesimama. Now begin to pray and command those demons that are affecting your heart and your peace. Omba ukiwa umesimama. Na kama kuna picha unaikumbuka ndani ya moyo wako ambayo ni sababu ya uchungu na huzuni kwenye moyo wako, mwambie Bwana, sitaki kabisa kukumbuka hiyo picha. Sitaki kabisa kukumbuka lile tukio. Sitaki kabisa kukumbuka huo uchungu. Leo ninaingia katika agano la amani. Mwambie Bwana kwa maneno yako. Tell the Lord with the words of your mouth. Zebo dijashoti hapa. The more unaomba, Mungu anakwenda kufanya kitu. The more you pray, the Lord is going to do something. Unaweza leo ukasafiri kutoka kwenye vituo vibaya ukaingia kwenye kituo cha kumjua Mungu. Mwambie Yesu akusaidie umjue sana yeye. Ili mabaya kitokea ukaone ni mema. Yatazame kwa miwani ya kumjua sana Mungu. Uyatazame kwa jicho la amani.